Wewe mjinga, umefuata nini hapa usiku huu? Tulia wewe. Leo sijaje kuchekesha hapa. Pumbavu. Sisi ni maafisa wa polisi. Hebu tuambie, hakuna yuko wapi? Jamani, mimi sijui lolote na sijui alipo. Usijaribu kufanya chochote kile. Yuko humu ndani, twendeni. Unakuja, kimbia. Nenda ujifiche Akwino. Please, fanya hivyo kwa ajili yangu. Kwenye huu mlango wa huku kuna funguo, maana yake hajatoka nje, uko humu ndani. Binti, mumeo yuko wapi? Ameondoka. Una hakika ameondoka? Huyu ni mtu hatari sana, tena ni muuaji. Na kwa usalama wako, kama umetokea kumficha sehemu yoyote ile na amekulaghai kwa njia yoyote ile, itakuwa ni hatari kwako. Bora uniambie. Alikuja kukaa sana akaondoka. Amekueleza jambo gani ambalo unaweza kutushirikisha tujue hapa ameelekea? Alikuja tu akaingia chumbani na kutoka. Hakunisemesha chochote. Na mimi pia sikumsemesha chochote kwa sababu nilikuwa naogopa. Ni sawa. Na wakati wanampigia Dante, yeye alikuwa wapi? Ndo alikuwa ameingia chumbani. Na kwa nini umeamua kumpigia simu Dante na sio kupiga simu kituo cha polisi? Sikumbuki kama nimewahi kuwa na namba yoyote ile ya polisi. Asante kwa ushirikiano wako. Samahani askari, kuna hii bahasha hapa, sijui ndani yake ina nini. Tunaweza tukaifungua tukaangalia kilichopo ndani?
Hii ni diary. Ina nini ndani? Kwani ni mojawapo ya kitu ambacho kimwaleta hapa nyumbani kwangu na kufanya ukaguzi wa nyumba nzima mpaka vyumbani bila warrant? Warrant? Hapana. Tupo kwa ajili ya usalama wako tu. Hii sehemu si salama kwako hata kidogo. Huyu mtu ni hatari sana. Kwa usalama wako tutakuchukua na kukuhifadhi sehemu salama mpaka pale tutapohakikisha tumemkamata. Hapana. Mimi siendi mahali popote. Nimeshampigia simu babangu, atakuja kunichukua. Kwamba unahisi ni salama babako kuja maeneo haya wakati kuna mtu hatari ambaye tunahisi bado yuko karibu na maeneo haya? Samahani askari, ninaweza nikazungumza naye pembeni mara moja? Zebu, wasikilize maskari, hii sio sehemu salama. Bora angalau twende nyumbani kwangu. Siendi popote Dante, naomba nibaki usiku huu. Hapa ni nyumbani kwangu. Lakini situongea lakini. Dante, siwezi kuondoka nikaiacha nyumba yangu bila mwenyewe. Alafu nikiondoka yeye atailinda hii nyumba. Nyie nendeni tu. Zebu. Jamani, nyie nendeni tu. Mimi siwezi kuondoka nikaiacha nyumba yangu. Lakini umesema unampigia simu babako anakuja kukuchukua. Binti, kama kuna lolote unalifanya ili kumficha huyo wa Queen, mahakama na sheria za nchi hazitakuacha salama. Sijawahi kuwa salama katika maisha yangu. Nyie kama mmemaliza kilichowaleta, naombeni muende mniache nipumzike. Siku nyingine mkija nyumbani kwangu kwa ajili ya kufanya ukaguzi, make sure mnakuja na search warrant. Sawa, sisi tunaondoka. Yaani sijawahi kuona vijana wapumbavu kama nyie. Upumbavu wetu si ni upi? Ikiwa mchongo mzima ulisuka mwenyewe. Unataka kumaanisha nini Escobar? Unataka kumaanisha nini? Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba mimi ndio nimefilisha huo mchongo, si ndio? Hata sisi hatujafilisha. Kilichotokea hapa ni kuzidia akili. Kaa akili wa mpuzi. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba kuna mtu ana uwezo wa kunizidi mimi akili, si ndio? Sikia baby, kama unafahamu jamaa alipo ungesema tu, kwa sababu limetangazwa dau nono la milioni 5 kwa yeyote atakayempata. Na ndio maana nimekuja hapa na askari ili tumkamate nisipate hizo pesa. Alafu baada ya hapo maisha yetu yanaenda kubadilika, kwa sababu nikipata hizo milioni 5 pale geto nahamia chumba chenye choo ndani. Masuala ya kuoga tena nje bye bye. Na chenji itakayobaki nanunua pikipiki ya mkataba. Nampa mtu, jioni mimi nakuwa nasubiri tu hela. Maskari uliokuja nao wameondoka. Fanya uondoke na wewe. Kwa hiyo huyu fala wako muuaji ni bora kuliko mimi, sio? Umeamua kumtetea, si ndio? Nenda nyumbani Dante, tutawasiliana. Kichwa changu hakiko sawa. Haya mambo ni mengi sana kwa usiku mmoja. Please go.
Mpenzi, kama kuna lolote amekueleza, tambua ni mwendelezo wa uongo. Yule jamani muongo. Usiku mwema Dante. Basi naomba tubaki wote hapa nikulinde. Wewe unahitaji wale maskari kwa ajili ya kukulinda, alafu tena unataka kunilinda na mimi? Just go Dante, go. Halo afande. Halo Muli. Nitumie namba ya X2 ili nifanye kazi ninayoipenda na kuenjoy kuifanya. Sawa, natuma. Sawa. Dante, nenda, just go. Lakini Kasongo! Zebu. Nisaidie kutoka na huyu nje. Sawa, nimeshaelewa. Afu umenipiga na kofi. Pole. Asante. Kwa nini uliamini kwamba watu kutafuta hapo sehemu ulipojificha? Ni kanuni ya kawaida tu kwenye maisha. Ukiwa unajificha, basi ujifiche sehemu ya wazi ambayo hata wanaokutafuta hawawezi kufikiria hata kidogo kwamba wanaweza kujificha eneo hilo. Na ndio maana walipofika wakakimbilia sehemu zenye maficho wakiamini kwamba mimi naweza kuwa nimejificha huko, na wakaacha hapa wakiamini kwamba siwezi kujificha eneo kama hilo. Na kwa nini uliamini kwamba sitosema mahali ulipojificha wakati unajua wazi kuwa sikupendi? Nilijiandaa kwa lolote lile, na huu ndio ukweli wa moyo wangu. Naomba nisamehe.
Mimi ndo nilimpigia simu Dante, na yeye ndo aliowaleta wale maaskari. Najua watakuja hapa muda wowote. Unawaza nini? Usijali, najua kama wewe ndo ulimpigia simu Dante. Hata wa maaskari hawajaondoka hadi sasa, wapo wametulia eneo ambalo wanaliona geti hapo nje moja kwa moja, na wanaamini kwamba mimi nipo nje bado sijarudi nyumbani, hivyo wanatega hapo ili nikirudi wanikamate. Umejuaje? Ni mwendelezo wa kanuni nyepesi tu kwenye maisha. Askari wao wanafundishwa uvumilivu na kuwa na subira, hivyo wako tayari kukaa hapo muda wote kunisubiri mimi nirudi, na kitendo cha kukataa kuondoka nao kimeongezea mashaka zaidi. Wanajua kuna jambo unalificha. Kwa hiyo wapo hapo nje? Yeah, niamini mimi, wako hapo nje, askari bado hawajaondoka. Sasa itakuwaje? Sisi tena tukapumzike na wao waache waendelee kutulinda huko nje. Moyo wangu umekubali, tena umekubali kukupenda kwa moyo wote. Sio yule mgeni niliyemchukia mwanzo. Wewe ni nyumba yangu, wewe ni furaha yangu. Nimekuzoea, 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 nimekuzoea. Je, wewe ni mpenzi wa kuingia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp, Instagram na YouTube, lakini kila ukiperuzi bando linawahi kuisha? Sasa solution ni hili hapa. Chris Bando, bei kitonga. Ukiwa na line ya Halotel, basi usihangaike tena kuhusu bando. Mtafute Chris Bando kwa bei kitonga, unapata majibi kibao. Yes, ni kuanzia shilingi 11,000 na kuendelea, unapata GBs nyingi za kutosha. Sasa cha kufanya, fanya hivi, mtafute katika namba hizi hapa zifuatazo. Chris Bando ana namba 4, lakini mimi nitakutajia 2 tu, ni 0615 75 43 03 au 0785 73 63 61. Kumbuka, Chris Bando anapokea pesa kwa lipa namba, na unapomtumia pesa yako, chukua ule muamala wa pesa uliyotuma. Tafuta namba moja katika namba 4 zilizoorodheshwa hapa chini, kisha mtumie muamala wa bando ulilolituma. Atakuunga tu. Chris Bando ni mmoja, na unapomtumia pesa jina lije Christopher Luoga. Sisi tunamwamini Chris Bando. Wewe kwani usimwamini? Chris Bando, bei kitonga. Bad boy. Wajinga wakubwa nyie. Yaani mnafanya kazi kipuuzi sana. Sijui Akuna anawezaje kufanya kazi na vijana wapuuzi kama nyie. Akuna alikuwa na mipango ya uhakika, na ndio maana hatujawahi kufeli kazi yoyote ile tukiwa naye. Kwa hiyo umeamua kunitusi, si ndio? Umeamua kunitusi na kuuliza mgana? Unataka kumaanisha kwamba mimi sina mipango ya uhakika, si ndio? Mgana yuko sahihi kabisa. Shida yako ndizo hautaki kushaurika. Unasemaje wewe Mende? Unasemaje? Kwa hiyo wewe umeamua kunijibu mimi hivyo, si ndio? Hata maandiko katika kitabu cha Methali 15 na mstari wa 22 yanasema, mipango hupotea kwa kukosa ushauri, bali kwa ushauri watu wengi hufanikiwa. Na Methali 20 mstari wa 18 inasema, panga mipango kwa kutafuta ushauri,
Na mimi Mgana, kwa kushauriana na halmashauri ya kichwa changu, nimekaa na kujishauri, nimeamua kuwa wewe Dizo hufai kuniongoza. Hata mimi pia siwezi kuongozwa na wewe. Kama mapenzi upofuni bora nisikone. Kama mapenzi ni hivi ukae mbali nami. Kama mapenzi upofuni bora nisikone. Kama mapenzi ni hivi ukae mbali nami. Nilijua ndoa ni raha, kitu cha thamani, kumbe kizaza hakuna mani. Vita kila siku tuelewani, ugomvi mpaka kwa majirani. Haijulikani mwanaume nani, mwanamke nani, wote wako sawa.